بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم نواصل أن نتعلم الدرس الجديد. اليوم يمكن أن نتعلم فعل ماضي. قلنا يوما ما أو في الزمان ما في أجزاء جملة أو نسمى أقسام الكلام، سمى في أجزاء جملة الثلاثة الاسم فعل وحرف، ولكن في فعل تنقسم في ثلاثة الأقسام. الأول فعل مضارع، ثم فعل ماضي، ثم فعل أمر. ولكن اليوم نواصل نتعلم فعل ماضي. فعل ماضي معنى حرف السواحلية يسمى vitendo vya wakati uliopita. ما هو فعل ماضي؟ إذا قلنا ما هو فعل ماضي؟ فعل ماضي معناها هو فعل يدل على حصول عمل في الزمان الماضي. هو فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. هذا هو معنى فعل ماضي. ما هو fi'l madhi? Fi'l madhi wakati nini maana ya vitendo vilivyopita au vitendo vya wakati uliopita. Waarabu wanasemaje? Wanasema huwa fi'lu, ni kitendo yadullu ala husuli, kinachojulisha juu ya kutokea amali kwa kitendo fi zamani al-madhi, katika zama zilizopita, zilizokwisha kupita. Sasa manake vitendo vyote ambavyo vinatokea katika wakati manake vinakuwa tayari vimeshapita. Sasa hivyo. ولكن اليوم نواصل أن نتعلم بعض الضمائر. tunaendelea kujifunza baadhi ya viwakilishi. Kaifa, vipi, nahnu yumkinu an nastakhdhimu lilmuhadath, tunaweza tukavitumia katika mazungumzo. Almadhi, yaliyopita. Manake tulijifunza viwakilishi kama huwa, huma na hum. Manake hivi vinaitwa viwakilishi vya mbali, manake yeye, wao na wao. Lakini viwakilishi adh-dhamair lilmudhakkar, kumbuka ni viwakilishi lilmudhakkar kwa ajili ya mwanaume. Tuko katika darasa letu la pili, lakini katika darasa letu la pili hili tunajifunza dhamair lilmudhakkar, viwakilishi kwa ajili ya mwanaume. Basi hivyo tunajifunza viwakilishi vya mbali na viwakilishi vya karibu. Tukasema viwakilishi vya mbali kuna huwa, yeye. Nikisema yeye inamaanisha yuko distance fulani, si ndivyo? Yuko mbali. Wao wako mbali. Hum, wao watatu na kuendelea wako mbali, wanaume. Lakini nikisema anta, maana yake na antum na antum, hivi ni viwakilishi vya karibu. Maana yake nikisema anta inamaanisha wewe uko mbele yangu, si ndivyo? Lakini nikisema antum inamaanisha kwamba nyinyi wawili mpo mbele yangu. Antum, nyinyi wengi mpo mbele yangu. Maana yake inatema tukavita dhamairil mukhatabi, yake viwakilishi kwa ajili ya mzungumzishwa. Lakini hivi vinaitwa dhamairul ghaibu, viwakilishi vya mbali. Nikisema ghaibu na maanisha kwamba huyo mtu anakuwa hayupo katika eneo la tukio, hayupo direct moja kwa moja. Lakini leo darasa letu la pili la leo tunaongeza viwakilishi vyetu viwili, ana na nahnu. Manake ana maana yake mimi na nahnu maana yake sisi. Darasa lililopita tulijifunza viwakilishi hivi tu basi, lakini leo darasa letu la pili tukaongeza viwakilishi kama ana na nahnu, manake mimi na sisi, si ndivyo? Katika darasa lililopita tulikuwa tukisema huwa dhahaba, manake yeye alikwenda. Huwa dhahaba, yeye alikwenda, mmoja, mwanaume. Lakini si ndivyo? Tukasema huma dhahaba, manake wao wawili wamefanya, walikwenda, wao wawili walikwenda. Lakini hum dhahabu, wao wengi walikwenda katika wakati uliopita, wanaume hao. Lakini nikasema anta dhahabta, wao walikwenda. Anta dhahabta, manake wewe ulikwenda. Antuma dhahabatuma, manake nyinyi wawili wanaume mlikwenda. Antum dhahabatum, manake nyinyi wengi
nilikwenda katika wakati uliopita. Je, nikitaka kusema mimi nilikwenda nitasemaje katika wakati uliopita? Mimi nilikwenda nitasemaje katika wakati uliopita? Nitasema ana dhahabtu, ana dhahabtu, ana dhahabtu, manake mimi nilikwenda, kutokana na asili ya kitendo. Asili ya kitendo ilikuwa dhahaba. Ikiwa mtendaji, manake mtendaji mimi ndio nazungumza kwamba nilikwenda katika wakati uliopita, kutokana na asili ya kitendo hiki, basi hii nikiwa mimi ndio mzungumzaji, basi hii harufi ya mwisho yenye haraka yenye fatha, manake itaingia sakina, kisha itaongezeka tau maftuha, tau iliyokuwa wazi lakini ikiwa na nini, dhamma. Manake ita ikakuwa na dhamma, ndio inaonyesha kwamba mzungumzaji ndio mimi, almutakallimu, manake mimi ndio nazungumza. Bora. Kwa hiyo dhahabtu manake nilikwenda, manake itau maftuha ambayo ina dhamma, ndio inamaanisha kwamba mimi ndio mzungumzaji. Kwa hiyo nikisema dhahabtu, nimekwenda, alama hii ndio inawakilisha kwamba mimi ndio mzungumzaji. Nahnu, je, tukitaka kusema sisi tulikuwa, ndio tutasemaje? Nahnu dhahabna, nahnu dhahabna, maana yake sisi tulikwenda katika wakati uliopita, tulikwenda. Bwana, leo tumeongezea hapa viwakilishi vi ana na nahnu, maana yake viwakilishi tutakuwa tumevimaliza vyote. Kwa hiyo uzingatie. Tukija katika mfano wa pili, nimesema mfano wa pili nini? Daraba, huu tumesoma. Nikisema daraba, maana yake daraba amepiga au alipiga katika wakati uliopita. Kwa maana hiyo nikisema huwa daraba, maana yake yeye alipiga. Huwa daraba, yeye alipiga. Je, wakiwa wawili katika wakati uliopita, tukitaka kusema wao walipiga, tutasemaje? Tutasema huma daraba, maana yake wao walipiga katika wakati uliopita. Lakini tutasema wakiwa wengi, wanaume, wao walipiga, tutasemaje? Hum darabu, maana yake wao walipiga katika wakati uliopita. Hivyo basi, nikitaka kusema wewe ulipiga katika wakati uliopita, wao ulipiga, nitasemaje? Nitasema anta darabta, maana yake wewe ulipiga. Maana yake ikiwa asili ya kitendo ilikuwa dhahaba, lakini ikatokea wao unamzungumzisha mtu, basi tau maftuha yake lazima iwe na fatha, inakuwa darabta, maana yake inakuwa darabta, maana yake wao inakuzungumzisha, maana yake inakuwa na fatha. Anta darabta, maana yake wao ulipiga. Antuma, maana yake nyinyi wawili. Darabtuma, mlipiga. Antuma darabtuma, maana yake nyinyi wawili mlipiga. Antum darabtum, maana yake nyinyi wengi wanaume mlifanya nini? Mlipiga. Je, nikitaka kusema mimi nilipiga, nitasemaje? Nitasema ana darabtu, ana darabtu. Ana darabtu, maana yake mimi nilifanya nini? Nilipiga katika wakati uliopita. Ana darabtu, mimi nilipiga. Je, tukitaka kusema sisi tulipiga, tunasemaje? Tunasema nahnu, sisi, darabna, maana yake sisi darabna, tulipiga. Nahnu darabna, maana yake sisi tulipiga katika wakati uliopita. Tukija katika mfano wetu wa mwisho nini? Rasama, maana yake amefanya nini? Rasama maana yake amefanya nini? Sheikh, maana yake rasama amefanya nini? Amechora. Amechora, si ndivyo? Kwa maana nikisema huwa rasama, maana yake yeye amechora. Katika wakati uliopita. Naam. Yes, sasa hivi nikitaka kusema, si ndivyo? Yeye maana yake katika wakati uliopita tulisema huwa rasama, si ndivyo? Wakiwa wawili tunasemaje? Kwa nikisema huwa rasama, maana yake yeye amechora.
Je, wakiwa wawili walichora, tutasemaje? Huma rasama. Rasama, kwa tunasema huma rasama, maana yake wao wamechora. Wawili rasama, walichora. Naam. Sivyo? Wengi tunasema hum rasamu, maana yake wao wengi wanaume walifanya nini? Walichora. Je, nikitaka kusema wewe ulichora, nitasemaje? Hawil bisawt almurtafi'a, tunasemaje? Anta rasamta. Anta rasamta, maana yake nitasema anta rasamta, maana yake wewe ulichora katika wakati uliopita, si ndivyo? Naam. Antuma rasamtuma, maana yake nyinyi wawili mlifanya nini? Mlichora katika wakati uliopita. Naam. Antum, nyinyi wengi. Antum rasamtum, maana yake nyinyi mlichora katika wakati uliopita. Yes, sasa hivi nikitaka kusema mimi nilichora, nitasemaje? Mimi nilichora katika wakati uliopita, nitasemaje? Sheikh Hawil, ana أريد تجاوب فعليك. أتكلم بالصوت المرتفع. كيف نقول؟ أنا رسمتم. أنا رسمتم. رسمت. أنا رسمت. أنا رسمت. نعم. Manake mimi nilifanya nini? Nilichora. Nilichora. Ndivyo. Je, tukiwa sisi tunataka kusema sisi tulichora, tutasemaje? Nahnu rasamna. لا أستطيع أن أسمع صوتك. نحن رسمنا. رسمنا. نعم. نحن رسمنا. رسمنا. نعم. رسمنا. نحن رسمنا. Manake sisi tulifanya nini? Tulichora. Hivyo basi naongeza kitendo jalasa, kitakuwa kama zoezi. Nikisema jalasa manake mfanya nini? Jalasa. manake mfanya nini jalasa? Ma maanaha fi Swahili, kaifa nakul? Imetoka kidogo. Jalasa amefanya. Jalasa manake amekaa, si ndivyo? Amekaa. Kwa nikisema jalasa manake amekaa. Je, hapa tunasemaje? Huku kote itakuwa zoezi. Hapo tumekamilisha darasa letu la ngapi? La pili, katika vitendo vya wakati uliopita. Hili linafanana na lile la kwanza, isipokuwa leo tumeongeza viwakilishi ana na nahnu, manake mimi na sisi, si ndivyo? Baada hapo tutakuwa tumekamilisha darasa letu la pili la Kiarabu. Inshallah tutaendelea na darasa letu tena la pili la lugha ya Kiarabu katika wakati uliopita, lakini katika viwakilishi vya kike. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi